na mpaka tunakuwa maskini wa kumwanga, kwa sababu nchi yetu inakosa amani. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Amani tumeitiwa nayo, hiyo ndio Yesu Kristo amesema mumeitiwa amani. Kuweni na amani ninyi kwa ninyi. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Haleluya. Naona leo kitabu leo. Na koroga vibaya. Sijui sifanyaje. Kila kitu akiendi sawa kwa sababu ya kitabu. Sijui nikamate mic gani, yote inakuwa ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mitambo rekebisha. Naona unachezea simu sana pale. Ungependa ile simu hata basi ungeacha na simu. Bateria inaisha. Bateria wapi? Hii. Shetani anataka kupata nafasi na ashinde kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tumeambiwa na Mtume Paulo kwamba alienda katika kanisa wa Kolosai akawaambia kuweni na amani ndani ya mioyo yenu nyinyi kwa nyinyi na muwe watu wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ni neno nzuri sana ambayo Yesu amependa aseme na sie leo kwamba tukue watu wa amani. Amani ni mtu mwenyewe anataka amani. Katika nafsi ambazo tunayo ndani zetu, kuna nafsi ambazo zinaitwa roho. Tukisema nafsi ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nafsi mbili ambazo zinakujaka ndani ya mwanadamu, kusema ndani ya nafsi ya mwanadamu. Kuna nafsi ya Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna roho ya shetani ambaye anakujaka ndani ya mwili ya mwanadamu kusema na nafsi zetu. Sasa wakati inaingia ndani yetu, huyo roho wa Mungu anatoka pale kukusaidia kwa ajili ya kusababisha uwe na amani. Na roho wa shetani anatoka pale kukujia kwa sababu ya kukuharibishia amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Unakutana mtu anaweza kuwa mtu tu mzuri, lakini kwa sababu roho yake imechafuka na ambaye anasababisha kuchafua roho yake anakosa kwanza yeye mwenyewe amani. Unakutana roho inachafuka, inakasirika, hata akikuwa miongoni mwa watu roho yake ilishachafuka. Bwana Yesu asifiwe. Roho haina amani. Yote anafunga sura, mtu wa kuchukia kabisa. Ukikuwa na macho ya rohoni, ukimwangalia unakuja kutana, mbona mtu kama anakosa amani? Mbona mtu kama anakosa furaha? Na kweli kisu utakaje mtathmini na ndivyo roho yake ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa akikuwa namna hiyo, chochote utakuja kumchokoza pale, kipindi moyo wake unakosa amani, hakutatoka kitu kizuri ndani ya mdomo yake, kwa sababu roho imekwisha haribika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Biblia inasema tulinde moyo wetu kuliko vitu vyote, kwa sababu hapo ndipo kutokapo chemchemu ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Unapolinda moyo ndipo kunakuwa chemchemu. Chemchemu ni nini? Chemchemu ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sehemu ya Roho Mtakatifu anakalaka ndani ya moyo. Kwa hiyo kabla ya yote linda moyo wako, kwa sababu uwe na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Siwaambie kitu ambacho nimesoma ndani ya neno la Mungu. Nawaambia kitu ambacho kimekwisha fika ndani ya moyo wangu. Katika maisha yangu ishakafika muda moyo wangu unakosa amani. Moyo wangu unachukia. Inafika muda ukisema na mie kidogo tu, nakutana anatosha maneno machafu. Ilifikaka muda nikaanza kuwa kama vile
Samahani shemeji yangu, naona uko unaongea kwenye simu ndani ya ibada. Hiyo simu yako ungefunga tafadhali. Ni makosa sana mbele ya macho ya Mungu kusema na simu ndani ya ibada. Kabisa unisamehe sana. Ni kitu kibaya. Kwanza ndani ya simu ni kuloki, ndani ya kanisa kuloki simu yako. Kwa sababu mbele za Mungu ni nafasi ya kumtukuza Mungu. Ni kosa kabisa ndani ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Katika imani zote, sio tu wa Kristo. Nafasi zote, imani zote. Mambo unaweza enda simu kubonyeza, kuongea, finya simu yako. Ambaye anakutafuta utamwambia hapana, nilikuwa ndani ya nyumba ya Mungu, hakuna ambaye atakusumbua. Hata Trump ukimwambia nilikuwa ndani ya nyumba ya Mungu, ataheshimu Mungu naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana kuchezea simu ndani ya ibada ni kosa ya jinai na makosa makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu anapenda kusema na wewe. Amani ni kitu kizuri ambacho endapo kiishi na mtu wa amani utaenjoy maisha. Utanenepa na kuambia. Ni sikudanganya utanenepa. Utajikuta machafu yako unaanza vimba tu. Utajikuta unakuwa mnene. Wote priska. Utajikuta unaanza kunenepa mpaka tu. Unaanza vimba. Jua nini? Amani na mtawala. Mama anakupatia amani, papa anakupatia amani, kaka anakupatia amani, wewe ni marafiki amani, wewe ni mkazi amani, utanenepa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu hakuna kitu kinazidia amani. Ndio maana wengine wanasema bora ukule ugali na sombe haina mafuta, lakini uko na nini? Uko na amani kuliko kule manyama, misosi ya kila aina. Lakini vita ya ukosefu wa amani kwa maisha yako utakubali kuacha hiyo misosi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo amani ni kitu kizuri ndugu mpendwa. Tuwe na amani sisi kwa sisi. Unajua kwamba kuna watu wengine wana upendo ambao wanaingia kanisani. Wapagani wengine wana upendo. Sasa upendo wetu leo na Mungu anasema izidi wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kama wale wana upendo, wale hata wapagani wanasaidiana. Hata wapagani wanafariziana mambo mazuri. Unajua vipi? Wenyewe waingiaki kanisani, wanafanya vitu vingine vya kuleteana upendo. Lakini hata kama wanafanya ile upendo wao, ya kwetu izidi ya kwao, kwa sababu iwaonesha kwamba Mungu na upendo, lakini sisi tunayo zaidi ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Ndio maana sisi tuliitwa kwa sababu ya hilo, kwa sababu ya amani. Na amani haiwezi kuja kama hatuna upendo ndani yetu. Jina la Bwana litukuzwe. Mwanzilishi wa amani ni upendo. Na huyo upendo ni nani sasa? Huyo upendo ndiye Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo upendo ndiye Mungu. Pasipo upendo hatuna Mungu hata mmoja. Kwa sababu Mungu ndiye upendo. Na mfalme wa amani nani? Ndiye huyo tena Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Yesu alisema mimi ndiye mfalme wa amani. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo yeye majina yote ni ya kwake. Na tukikosa vitu viwili hivyo, tuko waabudio wa shetani, tuko waabudio wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Mtu mwenye anakosa amani unaweza ukashangala. Wewe kumwambia kitu kizuri kwa sababu moyo wake hamuna amani, yana kurudishia maneno mabaya. Kwa sababu ndani yake hakuna nini? Hamuna amani. Maneno ya ajabu na kauli za hatari yakakutoshea. Kwa sababu hana amani na wewe, hana upendo na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Ukisema kizuri kwake kinakuwa kibaya. Ukisema kibaya ndio mabaya unaongezeka zaidi. Kwa sababu ni mtu ambaye ndani yake hamuna amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu amependa kusema na wewe, linda moyo wako. Hata kama tuko namna hii ndugu mpendwa nisiwafichi. Kama ndani yetu tuko na upendo na amani, hii kanisa itakuwa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa kidogo katika jina la Yesu. Kwa sababu gani? Ile amani yetu na upendo itafanya watu wanaanza kutuchukia.
kuchungulia na kufuatilia maisha yetu kwa undani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuifuatilia kwa sababu wanaona hapana, hawa ni watu wa namna gani ambao mbona wanapendana, mbona wako na amani. Adui atashinda kisa ya kubaingilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Na ndio maana alisema katika kitabu hicho cha Mathayo, anasema tafuteni amani na watu wote, na hiyo ndio utakatifu. Yaani pasipo kuwa na amani ya watu wote, hakika ninakuambia mbingu hatuioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata tuna makosa sisi kwa sisi, hakuna mtu akoseaje mtu mwingine. Kila mtu anakoseaka kwa kuwa tuko wanadamu, lakini ujitambue kwamba nimekosa kweli ili nikuwe tena na amani na mwenzangu, mbingu utaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini kama tuko watu tunakosa, tunashinda kugundua kwamba nimemkosea Mungu, sio mkosea mwanadamu. Nimemkosea Mungu kwa sababu nimemkosea mwenzangu, mbingu hatuwezi tukaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo amani, mtu mwenyewe anajitafutiaka amani. Ndugu mpendwa, nikiwaza kwa mfano naingia mkampani, wewe unafika mkampani, wenzako huko wapya wanaanza kazi, ukifika tu mule wewe ni kununia wenzako, tokea unifunga sura unatafuta nini pale? Unatafuta vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanuna kutu kama ni masana, unafunga sura. Ninakwambia ukifanya mwezi mwile kampani, yaani wewe ni mtu wa hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Nakwambia ukifanya vile mkampani watakufukuza, kwa sababu wale watu hawataishi na wewe mzuri, na hawatakusemea kitu kizuri kule kwa supervisor. Watasema ule mtu ni mtu mbaya, kisha unasikia tu anakuambia hatukutaki toka wewe. Ilifanya kosa gani? Haujui, kwa sababu haukujielewa kwamba haukupenda amani na wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mimi niliingia mkampani, nikagundua ile simu kuwa na amani na watu ndio mtu ataishi salama. Sikia sasa nilianza kufanya ndio kutafuta amani na watu. Nasema kumbe msamo nilikuwa kwa sasa yote niko busy tu hivi, ndio wala wanifukuzaka, basi sasa nionyeshe kwamba mimi ni mtu wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Mimi nikiingia sasa mkampani sasa na kuya Hawaii. Mkono. Watu wote wanapewa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile bifu ilikuwa nayo inafanya nini? Inatoka. Yuko ni mtu mzuri atusalimiaka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Tukitumika sasa, baada ya saa moja kupita nakupatia tena mkono. Unaelewa sasa. Mtu kwa sauti hivi. Bwana katika na cheko. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Nikajijingia amani na wenyewe. Bana huyu mtu mbona kwa hivi? Na mimi banaanza kufurahi. Banaanza kucheka. Akinituma na nenda sasa mtoto mdogo namletee. Ananituma anafanya kile anapenda na mfanyie. Natafuta nini? Amani. Sasa hivi niko na amani mkazi kusikia watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya siasa yangu tu inafanya watu wengine wanafanya nini? Wananipenda. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana liinuliwe. Wafanyisi wanakuwa na mwambia nataka nijue lugha yako. Nataka nijue como estás amigo. Como estás. Tunaanza como estás. Kumbe niko natafuta nini? Amani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana liinuliwe. Wewe unakutana tu na bwana yako tu anasemeshana na mwanamke kiko anamuuliza tanjia, anamuuliza vitu vingine. Ule mwanamke kwa unasema naye ni mwanamke gani kwanza? Jokes unaanza kwa malaya wako vipi? Unaona sasa malaya. Mtu mwingine kwa nyumba. Magomvi na bali inaanza. Kwa sababu gani? Au kukuwa na kitu ya kutafuta amani na mwenzako. Bibi yako anaongea tu na mwanaume kwa anaongea na mambo
mwingine yuko anamuuliza hata kitu fulani, wewe unaanzisha naye. Wewe mwanamke njoo baba alisemaka wewe unakuwa malaya sana. Unaanza sasa kuongea na wanaume. Unaona sasa unatakuwa ni bwana yako tu. Unatafuta nini? Fujo. Mungu wetu aturumie sana. Jina la Bwana litukuzwe. Ukiachana na mambo kama haya, unajiletea nini? Amani maishani mwako. Mungu anapenda kutoa amani. Mungu anapenda aseme na wewe leo tutafute amani na watu wote, kwa sababu tuko tunataka tuingie mbinguni. Asipokuwa na amani na watu wote atuingie mbingu. Na Mungu abariki neno lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Basi ndugu mpendwa, tushimame tuombe neno la Mungu. Tushimame tuombe neno la Mungu. Ambia Roho Mtakatifu, peke yangu siwezi kushinda hii roho ya kunikosesha amani. Nisaidie Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie nikuwe mtu na amani. Pale ambapo nataka tenda kitu cha kukosesha mwingine amani, ukoe wa kwanza kunisaidia nisikoseshe mtu amani wala chochote kile cha kusababisha nisiwe katika mapenzi ya Mungu. Ambia Roho Mtakatifu katika jina la Yesu.